kama namfananisha hivi. Sikia, nakuja. Chezea mazingira ya usende mbali, sawa? Na. Jamani, habari zenu wana? Sawa. Ndugu yangu samani, ndugu yangu. Na mazungumzo naye kidogo. Ni aje mwana? Kama kawa. Makaa. Ni mwanamke yule ana hatari yule. Yeye ni mwenzie, nimeogelea nimechoka. Yeye mwenzangu bado. Yule ana hatari yule. Kumbe sio kitandani tu, mpaka kwenye maji. Atakuja kuniua mimi. Kumbe mwanangu Silifa ndo alikuwa na faidi kama hivi. Hakika yule ni mwanamke mzuri sana. Ana sifa zote za kuwa mwanamke. Sikutarajia kabisa yeye kama angekuwa hivi. Kumbe ana hatari kiasi hiki. Natosha saizi, njoo bwana. Bado wachoki tu muda wote rafiki yangu. Sasa nimeogelea saizi. Bado yupo tu. Vipi Mnyamwezi? Sana vipi? Kama kawaida. Sana. Maana nilikuona pale umepoa hadi mimi nikaona wivu kwanza. Au vipi? Nikaona pale kati pale mtoto mzuri. Vizuri vinagharamiwa mdogo wangu. Au sio? Ukitaka vizuri gharama. Mwanangu mtoto kapoa vipi? Mbona uko naye tena? Unaona ashambeba nini? Asi unamwona anaogelea kweli. Ndio yule. Ndio yule. Mimi nimeogelea hapo, nimechoka, yeye bado anaogelea. Matajiri waogelei sana bwana blaza. Sana, kumbe unajua. Kidogo tu. Mwanangu sema mkali. Wewe unamuonaje? Sema yule kama anamfananisha hivi. Asi tutakuwa unamfananisha tu, umjui au? Yule bwana kuna brada zangu hivi mmoja watu napiga naye mazingira jobu pale mtaani. Ndo mkewe yule. Itakuwa unamfananisha basi au mjui yule. Yule mbona kama ndo yeye kabisa. Sema nini? Wewe fresh bwana. Haina mbaya, haina mbaya. Poa bwana, wewe poa au sio? Sana. Baridi mimi ngoja sasa. Niendelee kushangaa sio wenyewe ndo karibu bwa mdogo. Au sio? Karibu. Poa, mimi nitazunguka mishale hata utoe hata soda basi. Si sawa, usijali. Baridi. Watu wengine wa shamba kweli sio anatokeaga wapi. Wataka kuja kuharibiana siku tu. Kwa mwanangu kama vile nakufananisha hivi. Sikufananisha. Mimi mbona kama nakujua, nafahamu kabisa. Wewe sio wewe tukio leo unatembea wale dogo sio pepo? Ndio. Basi sawa. Hebu naomba uniambie ndugu yangu. Hivi naye anatembea na mke wangu? Kwa sababu ile siku nimefika mpaka pale. Na maelezo niliyakuta pale na maana kwamba mdiscuss mke wangu na ndio maana ndo kazungumza vile. Hebu naomba uniambie ndugu yangu, wewe ni mwanaume mwenzangu, hebu naomba uniambie naye anatembea na mke wangu. Anatembea na mke wako? Siku ile pale nimekuta ndo stories zenu zilikuwa zinaanza, kwa mimi sikujua nani alikuwa anatembea na mke wako. Samahani. Sijua na mada gani hapo ya muhimu, lakini samahani kwa sababu Silifa dakika moja tu. Endelea na mada yenu. Dakika moja tu mwanangu. Oya, sikia, kapoe basi. Sina shida. Poa, haina shida. Hivi unaambia shemeji kaenda wapi? Kaenda msibani. Kaenda msibani? Jamani, kama mimi na watani na wewe. Sasa mimi ningekuongopea sana wewe ameenda wapi? Mimi sio chizi, mkeo kaenda msibani. Serious, ameenda msibani. Acha bwana, mke wako nimemwona kule mbele na yule jamaa wako Mbosso kaenda msibani wapi? Wapi umeona? Kule mbele bwana. Njoo kwanza. Hivi kwa nini shemeji yako au unaona hapo nimemwona? Sasa wewe unanitubia nini? Nimemwona yule jamaa Mbosso kani tena kule mbele. Sasa kama umeona sasa situende mwanangu? Wewe acha pressure. Au unataka kulale jela sasa hivi? Sikia mwanangu. Sikia unajua huyu ni mke mwanangu. Afu kama siara. Hapa kuna walinzi kibao. Ukileta fujo sasa hivi unalala jela. Sasa hivi. Sikia sasa. Wewe twende ukahakikishe tu, lakini acha hapo ndo. Yaani haiwezekani mimi mke wangu aniambia ameenda msibani hapa ni aje huko. Huu ni ujinga.
Yaani mwanangu unasema oya twende basi. Kuna nini kwani? Wewe twende utatukuta bana twende basi. Kwani kuna nini? We mwanangu Sana. siwezi kusikia kitu kibaya kama hiki afu nikikalie kimya. Hiki kitu ndio hata kama tunakifuatilia tukifuatilie tujue ni kweli au ni skendo tu, ila ni kibaya sana. Sasa kunazunguka sana. Mimi unaniweka roho juu. Funguka bwana. Bana kuna 1 2 3 ili nijue. Unajua unapokuwa unazungumza mimi roho inazidi kubani, pressure inazidi kupanda. Basi sawa. Yes. Mwanangu mimi nimesikia shemeji yetu za chini chini. Yaani tulia kwanza. Shemeji gani? Mke wangu mimi au shemeji wewe? Mke wako wewe. Ndio maana sasa ngoja kwanza. Tulia basi vipi na wewe bwana? Mke wangu anasikanaje sasa hapa? Alafu sikia nikwambia. Unajua wanangu mimi sikia ndio kama urafiki tutaukata. Unajua jinsi gani tunavyopendana mimi na yeye. Ila tu wivu wenu mnaanza mara shemeji si nini. Na kwa dogo mwingine tena hivyo. Kule juu kaanza kupozipuzi yake hivyo tukazingwana naye. Shemeji kafanyaje? Sema mwanangu mimi sije kukurusha hata siku moja. Mimi nakwambia kitu kweli. Mwanangu mimi nimesikia za chini chini mtaani hapa. Ukitoka kama vile unatoka kwenye mishe zako. Wanetu so hata watu wanaotoka mbali, marafiki zako hawa wanaenda naishi na shemeji pale. Wewe mwanangu, umsikia mwanangu. Unajua mwanangu. Wewe jambo mwanangu unajichukuliaje? Sikia mwanangu. Unajua huyu ni mke. Sawa. Naelewa mwanangu, ndio maana nimekuuliza kama una moyo. Kwa hiyo unavyokuwa unazungumza, jaribu basi kuangalia maneno unavyozungumza nayo. Si yani mradi usiongee tu sio. Mwanangu mimi najua lazima utaumia. Ila wewe fuatilia mwenyewe utapata uhakika. Wewe fuatilia. Wewe uthibitisho unao. Mwanangu sio mtu mmoja. Watu zaidi ya 3. Alafu anarudia watu wale. Unaweza kuandaje majina? Kuna mmoja yule Kashmiri siji nani? Kashi ambaye nimekwambia nimetoka kukutana naye anaenda kanisani pale. Ndio maana mwanangu mimi nimeshangaa. Kashi anaenda kanisani, nimekutana naye naongea naye fresh. Sawa. Mwingine? Kashi na ule mwanae kama na mwili kidogo hivi anaitwa nani yule? Mbosokani. Wapo kama 3 hivi, Kashi, Mbosokani na Msafi. Msafi. Bwana hivi unajua Msafi mimi na Msafi tukoje? Mwanangu ndio maana rafiki yangu aweza kafanya upuzi kama huo. Najua ndio maana nimekwambia kama una moyo, mimi nakwambia usiwaamini rafiki zao kupitiliza, unaleta mtaani pale. Yule mke mwanangu. Sasa mwanangu nikwambia na kitendo cha mwisho nilichoambiwa utaamini au? Mwanangu inauma hii. Mke huyu. Inafikia sehemu hadi mimi mwanao naambiwa eti wewe kama una kitu kidogo nenda kwa mke wa yule jamaa White. Nimeuma sana mwanangu. Ndio maana nimeamua bora nikwambie tu. Kwa hiyo mwanangu nataka kunimaanishia kwamba mke wangu ni chula. Mwanangu kipozio cha wauni. Wewe unasikia? Wewe fuatilia mwanangu. Lakini kama ugindwa nakwambia kweli, piga chini mwanangu, ule sio mke. Yule sio mke. Kama ni hivyo, piga chini. Mwenyezi Mungu Baba, naomba uniepushe na janga la moyo. Mbona kama nipo njia panda? Nimwamini nani? Nimwamini rafiki yangu Jose kwamba mke wangu ananichiti, au nimwamini mke wangu tu? Yaani kweli aniage anaenda msibani, kumbe na mwanaume anatoka naye anaenda beach. Mwenyezi Mungu Baba, naomba unipe ujasiri, naomba unipe nguvu. Naomba sana. Yaani nikija nikibaini kama ni kweli mke wangu anafanya hivi, Mwenyezi Mungu Baba utanisamehe.
kwa maamuzi nitayoyafanya. Jamii yenyewe itanishangaa. Unajua nini? Mimi na tushakubaliana kuwa kwenye mahusiano, ila lazima tuweke mipaka. Isitoshe, haya ni mazingira karibu na nyumbani. Kuna wazazi wangu, kuna kaka yangu anaweza akapita hapa tu ikanijengea taswira mbaya. Basi sawa, kwa kuwa umesema blaza wako anakatiza hapa, naomba unisamehe kama nimekukwaza. Kiukweli mimi siwezi kukaa muda mrefu bila kukuona. Najua tunapendana kiasi gani, ila mpaka sasa hivi moyo wangu haijatulia, kwa sababu njia hii ni mbaya sana. Kwa siku nyingine basi, kwa kuwa mazingira yao umesocialization, basi mimi nitatafuta mazingira yoyote yale nitakuita baadaye uje. Poa. We mwanangu, tutafute hela, hakuna daga nyama, mwanangu, tutafute hela. Baba huyo. Mamangu, shikamoo. Marahaba za saizi. Salama, kwema. Kwema vipi yani? Safi. Nilikuwa na maongezi kidogo baba. Naomba usogee kidogo hapa. Kuna uzima lakini? Uzima upo kawaida tu baba. Maana mimi nilikuwa nataka nikwambieje? Kama itakuwa nimekukosea naomba unisamehe, maana sisi binadamu. Mimi na wewe mwanangu huko tumecheza mchezo. Jana mimi nilitoka. Sasa kuna hela kidogo ndani humu tunachezesha mchezo tu. Nikamkabidhi mwanangu huyo ili kuna mtu ambaye anachukua jina lake akija ampe. Lakini sasa leo ninarudi nimepata malalamiko kupita kwa yule dada kwamba ile hela hajakabidhiwa, hajapewa. Sasa nikaja nikamwita mwanangu hapo kumuuliza, amenijibu kwamba wewe ndio umechukua ile pesa. Mimi? Pesa ya mchezo mnacheza nyinyi nimechukua mimi. Kasema alivyotoka na huko aliweka mezani, alienda sokoni akaiacha mezani. Wewe ulipopita ulivyokuja ukaichukua. Kama shilingi ngapi alisema? Ni 150.